Nimezungumza kuhusiana na magonjwa ambayo yanaweza kutoka kwa mnyama kwenda kwa binadamu, na moja kati ya ugonjwa huo ni ugonjwa wa rabies ama ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Kuna watu wengi wameomba kufahamu kiundani kuhusiana na ugonjwa huu. Ugonjwa wa rabies ama ugonjwa wa kichaa cha mbwa husababishwa na kirusi ambaye anatokea katika familia ya Lambdovillidae. Na kirusi huyu huwa anakaa kwenye mate ya mnyama ambaye tayari ameshakwisha kuambukizwa. Kwa hiyo binadamu atapata maambukizi baada ya kung'atwa na mbwa ambaye tayari ana maambukizi ya kichaa cha mbwa, au mate ya mbwa mwenye kichaa cha mbwa yakagusa sehemu ya ngozi ambayo imeshakwisha kuchanika, nikimaanisha kwamba kama kuna kidonda kibichi, basi yale mate yakigonga hapo, basi yanaweza yakapelekea mtu akapata maambukizi ya ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Baada ya kirusi huyo kuingia mwilini, basi anaenda kwenye neva na anasafiri moja kwa moja hadi kwenda kwenye ubongo, ambapo huko anaenda kusababisha uvimbe kwenye ubongo, encephalitis. Lakini pia baada ya changamoto hiyo, basi utakuta mtu ndo anazimia, maana yake anapoteza fahamu, anapata degedege, lakini pia mwisho wa siku mtu huyo viungo vyake vya upumuaji vinashindwa kufanya kazi. Dalili ambazo mtu huyo anakuepo nazo, kuna dalili za awali, lakini pia na kuna dalili zile za juu. Dalili za awali kwa pamoja na kukosa utulivu, kichwa kuuma, mtu kuwa na wasiwasi, lakini pia wakati mwingine kuwa na ganzi sehemu ambayo mtu amekwisha kung'atwa na mbwa. Dalili za hali ya juu ni kama hydrophobia, ambapo mgonjwa anakuwa anaogopa maji, akiona maji anaogopa, au maji akiyakaribia koo na kaza na vitu kama hivyo. Lakini pia aerophobia, anakuwa anaogopa upepo, lakini pia wakati mwingine binadamu huanza kuchanganyikiwa, kuwa na wasiwasi au kufanya vitu ambavyo si vya kawaida. Hii inaonyesha kwamba huyu mtu huenda akawa na dalili za ugonjwa wa kichaa cha mbwa. Lakini kabla tujazungumza japo kiundani kuhusiana na namna ya kuzuia ugonjwa huu, tuzungumze japo kwa uchache kuhusiana na dhana ambayo mara nyingi ipo mtaani kuhusiana na mgonjwa wa kichaa cha mbwa, ambapo watu wengi huamini ya kwamba mgonjwa wa kichaa cha mbwa basi huwa anabweka. Kiuhalisia hilo swala sio sahihi na ni upotoshaji wa kibiolojia. Kinachofanyika ni kwamba mtu huwa habweki, basi kwa sababu kile kirusi kinaenda kushambulia neva, basi inahakikisha kwamba misuli ile ambayo ipo kwenye koo huwa inakaza, yani muscle spasms. Ikikaza, basi huyo mgonjwa atashindwa kupumua vizuri. Kwa pale anapokuwa anataka kupumua, hapo anataka kutoa sauti, anakuwa na pata maumivu, kwa hiyo huwa anatoa mungurumo. Huo mungurumo watu wengi huwa wanafananisha na kubweka, lakini kiuhalisia huwa habweki kabisa. Lakini pia vivyo hivyo kuna dalili ambazo mbwa pia huzionyesha akiwa na dalili za kichaa cha mbwa, ikiwa ni pamoja na ambaye alikuwa mkali anakuwa mpole sana, lakini